hata kama ndio wewe ubize dada. Wewe umesubiri bodi mwenzangu. Vibaya hivyo. Shoga yangu. Wewe mwenyewe unaona. Kalanga ndo kama hizi hapa. Muda wote nipo na kalanga kumenya. Hapo zinatakiwa zimenywe nyingi wenda kauze. Na mama Bahati kama unavyomjua. Ukitaka kutoa tumgu wewe Bahati, nishakupimia kabisa huko. Maana kama namuona, wewe Bahati unaenda wapi? Rudi huku. Lakini sio hata kama ndo kumenya kalanga. Kwani wewe uweze kubeba kalanga ukija nyumbani tukamenya? Na pengine pale ningeita timu ya watoto wangekuja kutusaidia zingeisha haraka. Na kalanga kichwani nakata mitaa. Wewe hapa pana umbali gani Bahati? Shoga yangu sasa hivi umebadilika sana mwenzangu. Hata sio hivyo mwenzangu, na mimi shoga yangu nitachoka. Kwanza tuachane na hizo habari shoga yangu. Vipi kuhusu shemeji yangu? Maana kuna siku mwenyewe nimekutana naye usome msajika na kwambia kani yupo tu. Tukasalimiana tu akapita shoga yangu vipi? Bwana shemeji yako na muda sijamuona kwao. Yaani wewe naye. Hasa unakaje mbali hivyo na mwenzio muda mrefu mjaonana naye kuna shida gani? Yaani Munila huwezi kuamini. Unajua yani sijisikii. Yaani sijisikii kabisa kuonana naye. Yaani ile mood tu kusema hata niende kwake. Hiyo simu yenyewe tu akipiga, uipokea. Yaani unasijua vile sijui naenda kushika makaa ya moto. Hivyo tu yani najikuta dada ndo wangu mshoga yangu. Sasa wewe nengeneka hapo wasichana kijiji wampitio uje uanze kulia baadaye. Wanawake wa kijijini wamenichukulia mume wangu sijui na nini. Sasa vile mwenzangu wanamlilia anzio. Sasa wewe chezee nafasi mwenzangu jikuto umelala dolo. Shauri yako. Mimi nitakuwa nakutizama tu. Mwisho wa leli Kigoma. Hapa ni Kigoma. Aende wapi? Na sasa ndio unanijua mimi Bahati. Mtu ajichanganye ayakanyage hata kama yatima. Ndio unacholingia. Mtu ajichanganye atakuwa ameyakanyaga. Kayatimba. Wewe tena. Si unanijua? Haya mwenzangu vipi wewe kuhusu shemeji yako? Shemeji yako nataka. Jamani. Sifu wewe Bahati. Mimi kijijini hapa hivi hapa kijijini mimi nani? Moto wangu wenyewe unaujua. Nani anaweza kunisubutu? Nani? Sema Dikikono jamani. Umeanza basi. Unataka kunichefua tayari. Yaani yote uliongea hapo umeona au nimefanya vibaya kuja kwenu? Sasa shoga yangu, wewe unachopani kinini? Wakati siku ile mama unamhadisia kwa mpana yote umepata mchupu. Na kwa tunatika kama goma vile limebandikwa kwenye moto. Mchupa mwenye ndani. Mama Dikikono. Sema mapenzi mubashara jamani, moto. Mama Dikikono anaenda kuchukua jiko. Shoga usikasirike basi na wewe nini lakini udugu wangu. Anataka niondoke zangu nyumbani maana haina maana. Mama Dikikono kajaje kwenye hizo madaba. Niache sitaki. Munila. Yaani wewe sijui kujani hata ujuagi kukaa na wenzio. Yaani hapa mimi nimetoka na stress yangu kule anasema je nikata ni relax kwa anaanza kunitibulia mambo nini sasa? Au ndo namtaka Mama Dikikono? Ndio maana hata shemeji yangu sasa hivi mwasio tena imekuwa ya nanilia walu kumbe unasema kama unamtaka. Bibi wewe na wewe naye utaniwi. Haya tuachane na hayo shoga yako. Nilikuwa nataka nisahau kukwambia kitu. Shoga. Lile dubwana si limenijia tena. Lile jinamizi. Asubuhi tu nimejilaza tu kidogo baba. Ila hapa. Lakini cha kushangaza. Sura inayokuja. Nini? Hebu kwanza naomba nikae vizuri kwa utu. Sura nani? Baba ya mzazi. Baba. Kimi shoga yangu. Hata nisikutie hofu. Haya majitu haya ndio yalivyo shoga yangu. Yaani anaweza katika sura ya babako, ikaja sura ya kaka yako, hata ya mjomba wako. Mpaka hata watoto wadogo ndio kutani. Yaani unaweza kusema kuna kivana kitoto kidogo labda mtani unakipenda sana. Kama vile na mchomba.
basi ile anachukua sura ya kile kitoto tena kuja. Sasa unaambia kile kitoto kinakuwa na uwezo kufanya naye kitu chochote. Yaani haya ndio yalivyo shogangu, wala hata zile hilo hata nisikupe hofu. Unajua unakipenda, kwa ili uenjoy kinabeba sura yake. Maana nilikuwa nimevurugwa mama. Unajua kuvurugwa? Yaani hata hizo karanga zenyewe hapa nimechukua sijielewi. Mwana hebu nimenye karanga huenda tapata majibu. Shogangu Bahati, hilo wala ondoa hofu kabisa na mashaka dada. Yale ndivyo yalivyo shoga yangu. Sema hilo ndio limekungangania shogangu. Kama nataka kukuoa vile. Acha dada. Yaani sasa shogangu ndio maana utakuwa fulani. Ila shoga yangu. Nasikia anapelekaga moto yale. Yaani tofauti hata na binadamu wa kawaida. Naona mwenzangu una enjoy kweli. Una fly mwenyewe. Basi shoga. Sasa mimi nasikiaga tu kwamba anapeleka moto vibaya kuliko hata binadamu wa kawaida. Sasa mimi nimekosa. Mimi nimeongea na tusiaga kwa watu. Okay, kwa ngulo kwa binadamu mchungwati. Haki yao. Sawa kama anapeleka moto. Ngoja nikajilaze ili lije niliambia sana nenda kwa Munila ukampelekee moto na anataka moto anawashwa. Aje. Sasa hizo habari zinakujaje tena na wewe sasa? Kwa hiyo unaona mazuri au unavyoongea. Sina maana umefurahia yani mimi kuupelekea moto na hilo ni shetani lilosojulikana. Basi nimekuchagua nimekuchagua wewe. Nitakuja nipelekea kunipelekea. Aliambia likija kwenye ndoto. Basi ngoja saizi niende nikalale makusudi lije. Niliambia nenda kwa Munila. Nimechoka. Lakini ile jambo lilikuwa muda mrefu. Na nashindwa kuelewa funzo lake ni nini. Maana sawa hata kama yale huwa anakuja mara moja moja. Lakini sio kwa namna kama ulivyo wewe Bahati. Yaani wewe kile unapolala, ina maana wewe kulala kwako sasa hivi imekuwa ni shida. Yaani hata usingizi ukikupata mwenzangu sasa hivi unawaza kama nikienda tu kulala tayari limefika. Yaani hayo ya hivyo unaweza kukosa mume mpaka na mtoto ukakosa. Maana lenyewe ndio litajimilikisha liwe mume wako na ndo na watoto ulizai nao lenyewe. Hivi una mawazo gani labda? Au unafikiria nini mpaka sasa hivi? Hebu tuache kwanza tuachane na hizo story. Nisije mwishoni likanikuta hapa pale nimekaa. Mwenzangu mimi sijui hata nakimbiaje na mwili huu. Sina na binu. Tunaenda kisimani. Tena kwanza habari za kisimani. Kwanza kwenye kunjazo bado tunaenda kwenye kunjazo. Ila sasa iko hivi. Huo mguu unaona pale wa mwisho kufika hapa kwenu. So kama sifiki tena kufika nitafika. Ila kuja kukupitia shogangu mimi sijui kwenye kuni nikufuate. Kisimani nikufuate. Nakataka kuongea nikufuate. Mwenzangu siwezi. Sijui upo. Tunaenda kwenye kuni, sijui na kisimani mama nawe fungua ngolamba zako nifuate. Twende kisimani. Twende koza kisima kipo hapa jirani na kweli ndo kila siku mimi nikufuate. Siwezi. Na mdomo wewe atakaye kuoa na kazi. Ananiwa nani mimi kijijini wewe mwenyewe unanijua. Nani atakaye mwanaume gani atakayenisumbua? Kwa shogangu. Kwanza hapa shogangu haka nataka niende tu nimkute yule mzee. Unamjua jinsi alivyo. Ndio maana naye ule uzee mkorofi kama kitu gani. Haya, mimi hata sikusindikiza. Na hata usiponsindikiza kwani lazima. Hadi nimalize hizo kalanga. Mama nikuni sikufuati. Nakuja. Nikute miogo. Maana utaivuta. Odi hapa. Karibu. Asante. Bahati wewe. Shemu lake. Bahati unajua upendo wangu kwako ni kipi umefanya mwenzako naumia roho. Bahati unajua upendo wangu kwako ni kipi umefanya mwenzako naumia roho. Naumia roho mwenzako naumia roho. Naumia roho mwenzako naumia. Shemu unajua? Mbona wako nidatisha hadi nimwache bwana? Hadi unanionaje la? Wewe nipigie hizo pigo naomba mkanda nje. Shemeji yangu. Asante sana. Mzee wa mautani utani. Tunajua tena. Kawaida tu hiyo. Haya ngoja nitoe vitu hizo tukae hapa. Vitu vya nini shemeji? Sisi ni vijana bado. Bado damu zinachemka. Haina haja ya vitu haya. Hebu labda tu nani pale tu kunika msikiti pale itakuwa fresh yao. Poa, baba lao.
Unataka kuimba? Napenda ila sauti sasa. Sauti sio nayo. Ninaye kwa pingo nikiimba hapa nakwambia utacheka. Hebu imba tuone. Ndio nianze. Imba. Pokea, pokea zawadi, zawadi ya upendo wangu, ya upendo wangu. Wewe ni mkali zaidi yangu. Bwana mimi siwezi. Unaweza. Tena unaweza sana. Shemeji. Kilichonileta hapa jambo moja tu. Kuhusu huyu ndugu yangu. Kasongo. Kasongo. Kasongo kuna vitu kanilalamikia kidogo. Nikaona sio mbaya nije nikuulize. Shemeji. Unataka gani wewe? Mimi. Hatuna ugomvi wote shemeji yangu. Mbona unataka kuificha shemeji? Sasa nikufiche nini? Yaani mimi na yule bwana tuko vizuri, penzi letu yani kama ni kuchipua ndio linazidi kuchipua, linazidi kuchanua. Mimi sina ugomvi na mchumba wangu mimi. Unajua Kasongo? Anihadisia kuhusiana na wewe. Siku hizi hakuelewi, yani hata nyumbani kwake ufiki kwa wakati anapohitaji unamjibu shiti, akikupigia simu haupokei kwa wakati au hata kupokea kabisa upokei, hata ukipokea unamjibu tofauti na zamani. Kiukweli hilo jambo limemuumiza sana na anashindwa kujua ni kipi. Labda nikuulize, hivi Kasongo labda alikuahidi kitu ambacho huenda hajakitekeleza, labda ndio umeamua ukasirike au vipi? Labda tu nikutoe hofu wewe mpaka yeye. Mimi sina ubaya na yeye, sina ugomvi na yeye. Atabaki kuwa mume wangu mtarajiwa. Umenielewa? Nakuelewa. Yaani mimi kiufupi mwambie ajiamini masaa 24 hata saa 8 za usiku akiamshwa. Anitaje mimi. Bahati. Ni waki. Hii kweli bahati. Lakini ni bahati. Unamuumiza sana jamaa yangu. Unajua sisi wanaume tukipenda huwa tunapenda kweli. Na endapo kuna tatizo linakuwa limetokea, kwa tunaumia. Sio siri, hata ningekuwa ni mimi. Kama mpenzi wangu na mpenda mimi anazingua, kweli naumia. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo limekukwaza labda la kifamilia, ni vyema ungemshirikisha kwa sababu anaumia sana. Anapokuona uko tofauti kidogo, kweli hata ningekuwa ni mimi, moyo wangu usingekuwa unanifika. Shemeji, nimekwambia hakuna tatizo. Sasa wewe unaona unataka kunitongoza. Maana unaongea swaga nyingi. Kutongoza mara ngapi? Unapata nishakupataga. Twende bwana. Maneno yamezidi, twende. Tuondoke. Ona kanifo.
Wewe Bahati.